Ndugu zangu, kwanza kabisa nataka kusema hivi. I've taken some time kidogo kusimama na Inside Staying Warriors. Inside the series. Ili kutoa nafasi kwa Ramadhani Cup iendelee vizuri. Ramadhani ni kipindi muhimu sana kwa watu wengi. Na mashindano haya pia ni sehemu ya community yetu ya basketball. Very important. So, tusigongane kidogo, tuachie mambo endelee. Lakini usio na wasiwasi. Baada ya Ramadhani Cup kumalizika, tutaendelea tena na Inside Staying Warriors kama kawaida. Lakini wakati huo kuna jambo muhimu sana ambalo nataka, take a crack at it, tuzungumzie leo. Ni jambo ambalo it really affects sana jamii yetu, taasisi na hata michezo yetu in general. Na jambo lenyewe ni ukosefu wa transparency na feedback kutoka kwa viongozi kwenda kwa watu wanaowaongoza. Unajua, mara nyingi matatizo makubwa hayaanzi na ugomvi. Nope. Hayaanzi hata na corruption. Mara nyingi yanaanza na kitu kidogo sana. Ukimya. I'm telling you, man. Ukimya kutoka kwa watu ambao wanatakiwa kuongoza. Uongozi mzuri au maanishi kwamba kila mtu lazima akubaliane na maamuzi yao au maamuzi yako. Hiyo haiwezekani. Lakini uongozi mzuri unamaanisha kitu kimoja muhimu sana. Kuwa wazi kwa watu. Just explain your decisions, man. Explain decisions. Waambie watu. Kwa nini this rule imewekwa? Kwa nini maamuzi haya yamefanyika? Kwa nini hatua fulani imechukuliwa? Watu wanaweza wasikubaliane na wewe, lakini wataenda na wewe. Lakini angalau wataelewa. Na mara nyingi understanding inaleta utulivu. Lakini pale transparency inapopotea, kitu kingine kinaanza kuingia. Yep, confusion. Watu wanaanza kuulizia, mbona rule imebadilika ghafla? Mbona decision imechukuliwa bila explanation? Mbona watu wanaadhibiwa lakini hakuna anaelezea nini hasa kimetokea? Na confusion ikikaa kwa muda mrefu inageuka kuwa kitu kingine. Frustration. That's right. Watu wanaanza kuhisi kama maamuzi yanafanyika gizani. Kama hakuna accountability. Na kama sauti zao hazisikiki. Like I'm just talking here. Nobody listening to me. Tatizo ni kwamba taasisi hazijengwi tu kwa rules. Taasisi zinajengwa kwa trust. Yes, trust. Na trust inajengwa kwa communication. Transparency sio weakness. Watu wengine wanafikiri kwamba ukielezea sana maamuzi yako unaonekana mdhaifu sijui. Hapana, kwa kweli transparency ni ishara ya confidence. When you know. Inaonyesha kwamba unaamini mfumo wako. Inaonyesha kwamba unawaheshimu watu. Na inaonyesha kwamba uko tayari kuwajibika. Kwa sababu mwisho wa siku, leadership sio tu kutoa orders, sio fanya vile. No, leadership ni responsibility. Responsibility ya kuelezea maamuzi. Responsibility ya kusikiliza watu. Na responsibility ya kurekebisha mambo pale yanapokwenda vibaya. Kwa sababu ukweli ni huu. Viongozi wakikaa kimya, rumors zinachukua nafasi. Feedback isipokuwepo, no feedback, guess what? Resentment inaanza kujengwa. Na watu wakianza kuhisi wameachwa nje ya maamuzi, umoja unaanza kupotea. Lakini solution yake sio ngumu hata kidogo. Solution yake ni communication, consistency, na honesty. Waambie watu kinachoendelea. Watu wanaweza wasipende kila decision, lakini wataheshimu mfumo ambao unawapa ukweli. Mwisho wa siku, leadership haipimwi tu kwa nguvu ambayo mtu anayo.
inapimwa kwa trust ambayo anaijenga kwa watu, na trust inajengwa kwa transparency, kwa accountability, na kwa kuwa tayari kuzungumza wazi na watu unaowaongoza. You've got to be able to talk to your people. Now niko hapa because the last episode ya Inside Stain Warriors, The Hat, mpaka leo tuko met na silence. Hivi kuna mtu amepata maelekezo vizuri kutokea kwa viongozi wetu? I'm glad sasa hivi tuna viongozi wapya. Congratulations kwa Hashim Thabit. And I'm praying kwamba tunavyoenda mbele kutakuwa kuna transparency, kutakuwa kuna feedback, kutakuwa kuna maelezo, vitu vikiwa vinatokea. Sio vizuri tu, because naonaga ikitokea vizuri ndio watu wanaenda katika social media wanatoa hizo news, lakini vitu vibaya vikitokea tunakuwa kimya. Tunaomba transparency. Hata vibaya tunataka kuvijua. Hata vile ambavyo mnajua sisi tutabisha, tuambieni na sisi tuvielewe. Ndio uongozi bora.